Kuna wakati ambao Mungu anaweka moto ndani ya moyo wa mtu, moto ambao hauzimiki. Mwaka 2023, baada ya kushiriki kisa chake kwenye podcasti na kuhitimu shahada ya teolojia, Jordan alikuwa na shauku moja tu, kuhudumu popote ambapo Mungu angempeleka. Aliomba nafasi ya umissionari Tonga. Majibu yake yakaja chanya. Akapanga mizigo kwa furaha, lakini ghafla mlango ukafungwa. Mission ilibadili uamuzi wake, naye hakuhitajika tena. Aliomba katika taasisi nyingine, lakini hakuna lililofanikiwa. Alivunjika moyo. Ndipo mwalimu wake wa zamani alipomwambia, anza huduma yako hapa Fiji kabla ya kwenda duniani. Maneno yake yakabadilisha mwelekeo wake. Machi 2024 alipewa kusimamia makanisa 3 ndani ya mji. Hakukuwa na mshahara wala cheo, kulikuwa na wito tu. Akiwa na miaka 22 alikabiliana na changamoto ya lugha na kukataliwa na baadhi ya washiriki, lakini hakurudi nyuma. Aliomba, akajifunza Kifiji, akavumilia. Sabato zikawa ndefu, kanisa moja hadi lingine. Wiki zikajaa mikutano ya maombi, vijana na makundi vidogo. Pole pole akaanza kuwaelewa watu wake. Lugha yao ikawa lugha yake, imani yao ikawa thawabu yake. Mwezi Mei alialikwa kuendesha kipindi cha Coast to Coast Breakfast Show katika Hope FM Fiji. Mwanzoni aliogopa, alijikuwa hewani na kukatishwa tamaa kwa ujumbe na barua pepe, lakini hakuacha. Alijifunza, akakua, na sauti yake ikaanza kusikika si Fiji tu bali hata duniani. Hakuwa na kipato, lakini aliwasaidia wengine. Alilipa ada ya dada yake wa miaka 16 na kumsaidia binamu yake kurudi shuleni. Aliamini Mungu atatoa, na Mungu akatoa. Hata siku yake ya mapumziko aliitumia kujitolea katika nyumba ya wazee. Alijiunga na kozi ya lugha za ishara na kuhitimu Novemba 2024. Mwezi huo huo akalipa ada zote za shule. Ilikuwa muujiza. Leo yuko Indonesia, mbali na nyumbani. Anafundisha Kiingereza katika chuo, akilea wanafunzi na kuishi imani yake katika sehemu ambayo hawezi kutamka jina la Yesu kwa uhuru. Wakati mwingine anajihisi peke yake, lakini anashikilia ukweli kwamba Yesu ni rafiki yake wa kudumu. Hii ndio safari yake ya imani na huduma, kutoka Fiji hadi Indonesia, Mungu akimuongoza katika kila hatua.